tujifunze kitu. Ningali mdogo nimeota ndoto mimi nafariki, na sherehe yote mimi nimeshuhudia. Wakati wameleta jeneza, wakaniweka ndani ya jeneza, mimi naona, na wakajielekeza kumazishi, nikawashindikiza, lakini nikitambua kama ni mimi niko ndani ya jeneza hiyo. Walifika sehemu njia inagawanyika, pana ya kuendelea na pana ya kushuka. Nimesikia roho ananiambia, tizama upande wa chini. Nimeona watu wengi sana wanavaa mavazi nyekundu, sura zao hazikuonekana. Nikasikia roho inaniambia, geuka upande wa juu. Nikaona pana watu wengi sana wanavaa mavazi nyeupe, nao sura zao zinafunikia. Tukaendelea. Nilipotazama nyuma, nikaona wale watu wamejichanga kwa kunishindikiza. Tulipofika kwenye makaburi, shimo langu nikaliona. Wale watu nawaona wanazunguka kaburi langu, lakini kwa watu wote walikuwa makaburini, hakuna hata umoja aliyewaona, ila mimi nimewaona. Wakati walikamata jeneza langu, wanataka kuliweka ndani ya shimo, hapo mimi nimeshtuka kwenye ndoto. Nilipokomaa hiyo ndoto nimesahau. Nimepita mambo mengi, nimemuasi Mungu. Hiyo ndoto siikumbuki hata kidogo. Nilipookoka, Mungu amenirudishia tena. Ndoto hiyo imeniletea mawazo, nikachukua muda wa kukaa chini niweze kuitafakari. Nimegundua kitu. Kumbe ndoto ni mfano wa kifo. Mwanadamu anapofariki huwa anashuhudia kila kitu kinachofanyika kwenye msiba wake. Wakishaelekea kwenye mazishi, mwanadamu anashuhudia, na akiwa anatambua kweli mimi nimekufa na ni mimi nipo ndani ya jeneza hilo. Tunajihisi tunamshindikiza sisi wenyewe, japokuwa anashindikiziwa na watu ambao hawaonekani. Tunapofika kwenye makaburi, huwa wanamzunguka na yeye anashuhudia. Wakishaweka jeneza kwenye shimo, wakishalifukia, mwanadamu mwisho wake unaishia hapo. Matendo ikiwa mema, wale wa malaika watapambana naye. Tujifunze kuishi kwenye maisha ya utakatifu tukiwa duniani. Dunia tunapita, unachokipanda ndicho utakachokivuna. Tukutane sehemu ya pili ya maisha yangu, tutaelewa kitu.